Karibu katika kipindi chetu cha leo, na kwa leo tutaona namna ya kusajili kampuni yako hapa Tanzania. Kwanza tutaweza kuona moja, maana ya kampuni, na mbili, tutaweza kuona aina za kampuni na tofauti zake. Namba tatu, tutaona ni nani anahusika katika usajili wa kampuni hapa Tanzania. Namba nne, tutaona vigezo vinavyotumika ili kusajili kampuni hapa Tanzania. Na namba sita, tutaona mambo muhimu yanayotakiwa ili uweze kusajili kampuni yako hapa Tanzania. Namba saba, tutaona swala la gharama zinazotakiwa katika kusajili kampuni Tanzania. Namba nane ni muda wa usajili. Namba tisa, tutaangalia mrejesho. Kwa majina naitwa Philemon Rwegasira Bagoka, ni mshauri wa biashara, pia ni mwelimishaji wa masuala ya fedha aliyeidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Kaa nami mwanzo hadi mwisho. Nasema maana ya kampuni. Kampuni ni taasisi ya kisheria ambayo inaundwa na watu au washirika kwa madhumuni ya kufanya biashara na kupata faida. Kwa hiyo kwa maana nyingine, kampuni ina uwezo wa kisheria wa kumiliki mali, pia ina uwezo wa kisheria wa kushtakiwa au kushtaki. Kampuni pia ina uwezo wa kufanya mikataba kwa niaba ya wanahisa wake. Tunaweza kusema kwa hiyo ni kiumbe kisheria. Kampuni kiumbe kisheria, it is a legal entity kinachojitegemea kutoka kwa wamiliki wake. Kwa hiyo kampuni inaweza ikashtaki au kushtakiwa. Kampuni inaweza kufanya mikataba. Kampuni pia inaweza ikamiliki mali. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya kampuni. Kwanza tuangazie aina za kampuni. Kuna aina mbili ambazo nitazielezea za kampuni. Ni kampuni ya watu binafsi, private company, na kampuni ya umma, public limited company. Nitaanza na kampuni ya watu binafsi. Kampuni ya watu binafsi ambayo tunaita ni private company. Hii ni kampuni ambayo wanahisa wake ni wachache, na hisa hizi ambazo wanazimiliki hawaruhusiwi kuuza. Hizi kampuni binafsi ndio tunaita private limited company, na kampuni za umma tunaita public limited company. Aina ya pili ni kampuni ya umma ambayo tunaita ni public limited company, tunasema PLC. Hii ni kampuni ambayo inakuwa na idadi kubwa ya wanahisa, ambayo inajiweka wazi kwa wawekezaji wa ndani na wa nje. Pia kampuni hii huruhusiwa kuuza hisa kwa umma. Kwa hiyo kuna tofauti mbili hapo. Unaweza kuangalia kampuni binafsi haziruhusiwi kuuza hisa kwa umma, na kampuni za umma ambayo ni public limited company zinaruhusiwa kuuza hisa kwa umma. Kuna aina ya tatu ambayo sitaiongelea kwa leo, ni kampuni ya watu wa msingi ambayo tunaita company limited by guarantee. Mimi kwa leo sitaweza kuongelea hizo, nitaongelea kwa kina hizi kampuni binafsi ambazo private limited company na kampuni za umma ambazo tunaita public limited company, au wengine wanapenda kuita PLC. Pia tunaweza kusema hizi private company kwa Tanzania unaruhusiwa kusajili mkiwa watu kati ya watu 2 mpaka 50. Kwa maana nyingine zina wanahisa wachache, na pia hizi hisa haziwezi kuuzwa kwa umma, na nyingine inakuwa na udhibiti na usimamizi wa watu wachache. Pia majukumu ya wakurugenzi ndio wanakuwa na majukumu ya kuendesha hizi kampuni za binafsi ambazo tunaita ni private limited company. Pia kampuni za binafsi mara nyingi hujulikana kwa urahisi kwa sababu zinakuwa na udhibiti wa ndani na zinamilikiwa na watu wachache. Lakini ukiangazia kampuni za umma ambazo tunaita public limited company zina wanahisa wengi, na hizi kampuni za umma zinakuwa na wanahisa wengi ambao huwa wananunua hisa zao, na hisa zinauzwa kwa umma kama vile soko la hisa, kama lilivyo soko la hisa la Dar es Salaam. Na nyingi hizi zinajisajili na kuuza hisa zake kwenye soko la hisa kama lilivyo soko la hisa la Dar es Salaam. Na majukumu ya wakurugenzi hawa huwa wanachaguliwa na wanahisa. Kuna vikao ambavyo wanachaguliwa wanahisa kwa lengo la kuendesha hizi kampuni, na zina udhibiti mkubwa kisheria kwa sababu pia zinahitaji serikali pia huhitaji kujua mwendelezo wa kampuni hizi, kwa sababu wakati mwingine kama zinauza hisa kwa umma, serikali pia inahitaji kujua hisa hizi kama zinalindwa na mwendelezo wa kampuni hizi za umma. Kwa ufupi naweza nikatoa tofauti kati ya kampuni binafsi na kampuni za umma. Nitaanza na wanahisa.
Kwa kampuni binafsi ambayo private company unakuta kwa Tanzania unaweza kusajili kuanzia watu 2 mpaka 50. Kampuni za umma PLCs, private company, limited company, unaweza kusajili wakawa watu wengi. Na pili, katika uzaji wa hisa, hizi kampuni binafsi haziruhusiwi kuuza hisa kwa umma. Maana wanaweza kauziana wao kwa wao internal. Lakini kampuni za umma wanaruhusiwa kusajili hisa zao kwenye masoko ya hisa na kuuza hisa kwa umma. Ukiangalia udhibiti, hizi kampuni za binafsi na udhibiti mdogo kulinganisha na kampuni za umma, kwa sababu hisa nyingi zinakuwa zimemilikiwa na watu wengi. Katika usimamizi, kampuni binafsi inasimamiwa na wakurugenzi ambao wanakuwa wanaelewana kuweza kufanya biashara kwa pamoja, wanakuwa wachache. Lakini katika kampuni za umma wanahisa wanaweka viongozi au uongozi ambao ni wakurugenzi na uongozi mwingine, ili kuendesha hizi kampuni ziweze kutengeneza faida. Kwa fupi, hizo ni tofauti za kampuni katika kampuni za binafsi na kampuni za umma. Namba 3, niangazie msajili wa kampuni na mifumo yake. Kwa hapa Tanzania, kampuni zinasajiliwa na msajili wa makampuni ambaye anaitwa BRELA, ambaye ni Business Registration and Licensing Agent. Ni taasisi inayohusika na kusajili kampuni pia na kutoa leseni. Kwa hiyo kama unahitaji kusajili kampuni, utaingia katika tovuti ya msajili wa makampuni ambaye ni BRELA. Utaangalia kwenye mfumo unaitwa BRELA Online Registration System. Kwa ufupi tunasema BRELA ORS. Utaingia mle, utaunda account na utafuata taratibu ambazo zipo pale ili kuweza kusajili kampuni yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na uzuri ni kwamba usajili unafanyika kupitia kwenye mfumo mpaka hatua ambapo unapata cheti chako. Kwa hiyo usajili unafanyika online na ukikamilika unapata cheti chako kupitia mfumo. Hakuna, sio kama zamani ambapo mtu mpaka uende kwa msajili kuweza kupata cheti. Usajili unafanyika kwenye mfumo mpaka hatua ambayo unapata cheti chako, unakitoa kwenye mfumo, una print na inakuwa tayari kuweza kuendelea na hatua nyingine kama za TRA na SN. Na uzuri ni kwamba namba ya usajili wa kampuni yako utakayopewa itakuwa ndio namba ya TIN namba. Kwa hiyo BRELA ameunganisha mfumo huo na TRA. Kuna mawasiliano ya mfumo ambapo namba ya usajili wa kampuni ndio namba hiyo hiyo ambayo itatumika kama TIN namba yako ya kampuni kule TRA. Mambo ya muhimu ili kusajili kampuni yako hapa Tanzania, mambo ya msingi kabisa ambayo unapaswa uwe nayo, unapaswa uwe na namba ya NIDA. Hicho ni kigezo cha kwanza. Cha pili, uwe na TIN namba. Hivyo vitu vya msingi ambavyo kabla hujisajili kampuni yako lazima uwe navyo. Sasa tuone mambo mengine ambayo unatakiwa uwe nayo ili uweze kusajili kampuni yako. Cha kwanza, lazima uwe na jina la kampuni. Utatakiwa kuchagua jina lako la kampuni ambalo halijawahi kusajiliwa. Maana hilo jina la kampuni msajili, ili uweze kusajiliwa, linatakiwa hajawahi kusajiliwa na msajili. Kitu cha pili, lazima wakurugenzi unaenda kusajili kampuni mwanzo 2, kwa kampuni binafsi 2 mpaka kati ya 2 mpaka 50. Na hao wakurugenzi unaenda kusajili hiyo kampuni, muwe na vitu vifuatavyo: muwe na namba ya NIDA, muwe na namba ya na TIN namba, muwe na email, muwe na namba ya simu, muwe na anwani, box number. Hivyo vitu vya msingi ambavyo unatakiwa uwe navyo ili uweze kusajili kampuni kama wakurugenzi. Kingine ni kwamba lazima mbainishe kazi ambazo mnaweza kufanya kwenye kampuni. Tuseme labda pengine mnaenda kufanya usafirishaji au unaenda kufanya masuala ya elimu, unaweza kufanya masuala ya uingizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo mtabainisha kazi unazoenda kuzisajili kwenye kampuni yenu. Kitu kingine ambacho mnatakiwa uwe nacho unapoenda kusajili kampuni yako ni kwamba lazima wabia au wanahisa mjue ni mtaji mnaoenda kusajilia kampuni yenu. Mtaji unaweza kusajilia mtaji wa chini ambao ni mtaji wa chini ya milioni 1 au zaidi ya milioni 50. Kwa hiyo mtaona mtaji mlionao unaenda kusajilia ili muweze kuanza biashara. Ikiwa ina maana kwanza kwamba kama mtakuwa mmeelewana kuweza kuanza mtaji wa milioni 5 ambao mtaingiza kwenye biashara, lazima mtasajilia mtaji huo kwa msajili, na gharama za usajili zitategemea na huo mtaji mliobainisha katika usajili. Pia muwe na mgawanyo wa hisa. Wale hisa tukichukulia mgawanyo katika 100%, unaweza kukuta katika uchangiaji wa mtaji
mmoja pengine atachangia 70%, mwingine atachangia 30%. So mtagawana mtaji mnaugawa kutokana na kiasi cha fedha kila mmoja anaenda kuchangia katika kuendesha hiyo biashara. Kwa hiyo itategemea tu na namna ambavyo mnachangia mtaji huo kuweza kuendesha biashara yenu ili muweze kuanzisha hiyo kampuni yenu. Na kingine, ili muweze mambo kingine cha muhimu ni mtahitaji kuwa na andiko la kisheria kwa ajili ya uendeshaji wa kampuni, tunaita Memorandum and Article of Association. Kwa kifupi wengine naita MEMAT. Hili ni andiko la kisheria ambalo linaandaliwa kwa ajili ya kuongoza uendeshaji wa kampuni yetu. Nikieleza kwa ufupi, MEMAT ni andiko la kisheria ambalo lina sehemu kuu mbili. Moja ina sehemu inaitwa Memorandum of Association na sehemu ya pili inaitwa Article of Association. Kwa upande wa Memorandum of Association ni sehemu inayoonyesha majukumu au kazi ambazo mnaenda kuzifanya. Pia inaonyesha na mtaji ambao mnaenda kuwekeza katika biashara. Kwa hiyo mtu wa nje anaweza kawa interested kufanya biashara na nyie, ambacho atahitaji kujua au kuangalia, ataangalia upande wa Memorandum of Association, angalie kazi unaweza kuzifanya, angalie na mtaji ambao unaweza umewekeza kwenye kampuni ili muweze kuendesha biashara. Sehemu ya pili ni Article of Association. Hizi ni sheria zinazoratibu uendeshaji wa kampuni yenu, ikiwa na maana na namna ya uongozi, vikao vya kila mwaka, na taratibu nyingine kama za hesabu za kampuni, uwasilishaji wa return, mambo yote ya kisheria ambayo yanaratibu uendeshaji wa kampuni kama ilivyobainishwa kwenye sheria ya makampuni ya mwaka 2002, yote yamo kwenye Article of Association. Kwa hiyo hii andiko la kisheria, pengine unaweza kawa unahitaji hilo andiko la kisheria, unaweza kuwasiliana na sisi au wanasheria waweze kuandalia hilo andiko la kisheria. Kama nilivyosema awali, gharama za usajili wa kampuni yako zitategemea na mtaji uliosajilia. Kama nilivyosema, mtaji wa chini ni chini ya milioni 1 na mtaji wa juu ni zaidi ya milioni 50. Kwa hiyo nikiwa na maana kwamba aliyesajilia mtaji wa chini ambaye anaenda kuanza na mtaji tuseme milioni 1, gharama za usajili zitakuwa chini kulinganisha na gharama za usajili ya yule ambaye anaenda kuanza na mtaji wa zaidi ya milioni 50, tuseme milioni 500, bilioni 1. Kwa hiyo gharama za usajili zinakuwa kidogo. Kwa mfano, kwa usajili wa chini ya milioni 1 unakuta gharama za usajili ni shilingi 167,200 za msajili. Gharama zaidi ya milioni 50 unakuta ni 5,12,200. Kwa hiyo gharama hizi zitategemea na mtaji mnaosajilia kwenye usajili. Muda wa usajili hutegemea na majukumu alionayo msajili. Kwa hiyo lakini mara nyingine kati ya siku 1 mpaka 5 unakuta usajili umekamilika, lakini muda unaweza ukaongezeka kutokana na msajili maombi aliyoyapokea msajili. Kwa hiyo msajili yeye sasa itategemea na majukumu na maombi aliyoyapokea, ndio muda wa usajili utaweza kukamilika. Nikiongelea masuala ya marejeo, unaweza karejea kupitia tovuti ya BRELA ambayo inaitwa www.brela.go.tz ukaweza kusoma juu ya masuala ya kampuni. Pia unaweza karejea kupitia kampuni kuwasiliana na kampuni ya Fintech ICT na Business Solution, ukawasiliana nao, watakuelekeza namna ya kuanzisha kampuni yako ukiwa hapa Tanzania na taratibu zote. Hawa ni washauri wa biashara ambao wameidhinishwa. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana nao wakaweza kukusaidia. Kwa usaidizi zaidi pia unaweza kutupigia kupitia simu namba 0682180544. Pia unaweza kutupata kupitia mitandao ya kijamii ambayo ni Fintech ICT and Business Solution Limited. Mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Unaweza ukasubscribe ukawa unafuatilia vipindi vyetu vinavyokujia kila siku. Asante na karibu katika vipindi vingine ambavyo vinakujia kila siku.